Hi guys, thank you for watching my video. I'm Vanilla. Leo kuna kitu nataka tuongelelee, na hiyo kitu itatusaidia kwenye wako kwa ndoa. Kama uko hapo single, siseme single si ni wambaya. Hata mimi nishaikuwa kwa single for long. So nataka kuongelelea about kukua single. Sasa kuna time nyingine nilipanga nimefanya video nikasema wakati unaoleka na mtoto be careful. Sababu siku hizi tulikuwa tunasema kitambo watoto wa wasichana ndio wanadhulumiwa. Lakini siku hizi hata vijana wanadhulumiwa. Unapata umeoleka na mtoto kwa ule mwanaume, alafu anachukulia advantage yule mtoto, ama uoleke na mtoto juu lazima tufanye kazi, unaenda kufanya kazi, unaajiria msichana. Na nikakuwa na hiyo story na nikaitengeneza. So leo kuna mtu mmoja alinipigia simu, ni mama. Akaniambia kwangu Vanilla kulikuwa kumeoka sasa kama jana, alikuwa ananipia hiyo story sasa leo asubuhi. Akaniuliza sasa ni advice alikuwa ananiuliza. Sababu alienda akawatch ile video nilikuwa nasema wakati unaoleka na mtoto utajua sasa hapa vile utamanage kukaa na huyu mwanaume na kukaa na watoto wako. Sababu unjue huyu sasa umeoleka na mtoto, unjue si wa huyu mwanaume amekuoa. So lazima ukue careful kukaa na wao vizuri. So huyu mama akaniambia ameoleka for 2 years, hata wanjaka ameoleka na watoto 3. Na wakati alipooleka mahali pale alikuwa anaanza sana na ndoa. Alikuwa amejaribu yake ya kwanza ikasindikana. Kila mtu anajua hivyo tu, ikisindikana ati ndio umetoka na watoto mahali pale ulikuwa umeoleka, utasema utawahi oleka tena. Lazima ukuje uoleke tena at least ndio ujenge mboma yako. Na ikakuwa ni hivyo. Mungu akamjalia mtu na akampatia mwanaume. Na huyu mwanaume, huyu sasa mwenye alikuwa ananipigia simu kuniambia hii story, ni very pain, inaniumiza kwa moyo, mpaka mimi nikashindwa nitamwambia nini. Na nikamuomba ruhusa kama naweza ongea hii story ndio watu walandi kutoka kwake, na wenye wanaweza kuwa wanapitia hizo wanapitia the same situation, wanaweza jua vile watamsaidia. Ama nyinyi hapa watu najua mnanipenda na mnapendaga story yenye nawaleteanga, tutamsaidia kivipi? Sasa huyu mama akaniambia yeye alienda kazi vizuri kama vile tu anaendanga kazi tao. Alafu kuna juu huyu mwenye alimuoa anakuanga na gari, sasa anamgojeanga, kuna mahali anamgojeanga, ndio sasa akitoka kazi anamchukua hapo, sasa anamrudisha wapi, wanakuja wote pamoja. Kumbe mwanaume amekuwa akifuatilia huyu bibi vile ati anafanya. Sasa ujue kawaida, nataka sasa wanaume, leo nataka nikanyage wanaume kidogo. Juu kama wewe ni mwanaume kuna hiyo tabia, tafadhali uache. Huyu mwanamke ukijua kabisa anajitolea kwenda kazi ndio muweze kusaidiana kwa hiyo nyumba. Patia bibi yako respect. Wacha kumzunguka ati kumfuata, anaenda na mwanaume mgani, anaongea na mwanamke, sio kwenda nayo pole. Anaongea na mwanaume mgani, ati anafanyanga nini? Mwenye anaongeanga na yeye na mwenye anaongeangi na yeye. It is not good. Ukikuwa hivyo, hata ile boma kama utrust bibi yako, hiyo boma haitasimama. Sasa ikakuwa unaona kwa makanga, na makanga wanakuanga nayo tabia. Hata tukishinda kwa Kanya hawaizi sikia. Ukienda kwa state, wanaume ndio wanakuanga wengi makanga. Na sio mbaya, wako kazi. Wanakuja wanashika mtu kuingia hapa. Wanafutana, hata nyinyi mnajua vile watu wanafutana. Kama una kakali yako unafuatwa pale kwa stage, wanakusukuma wakikwambia ingia kwa gari yangu ama uingie kwa hii. Sasa ikakuwa hivyo. Sasa kumbe mwanaume mahali alikuanga amesimama, akaona bibi yake vinakishuka gari. Sasa anaenda mahali aende ndio apigie bwana yake ndio mwambie nimefika mahali, anamchukuanga ndio aende nyumbani. Kumbe sasa vile makanga walianza kuona huyu mwanamke ameshuka kwa gari, wakaanza kumfuta kuja ingia hii. Kumbe mwanaume ikakuwa ni shida. Akamwambia mimi nangojea bwanangu ako na gari, na ngojea sasa ndio niingie kwa gari yake niende nyumbani. Kumbe hii kitu imekuwa sasa for long, mwanaume akiangalia bibi yake vile akikuja stage vile watu sasa ikakuja ikageuka ikakuwa hao ni wanaume wake. Bibi wakati walikuwa kwa gari, alikuja mwanaume alikuja na hasira, anamuongelesha vibaya. Sasa wakiwa kwa gari, unatoa mabibi kama ulikuwa umeoleka mara ya kwanza ukatoka, uoleke mara ya pili, unajaribu mpaka kunyenyekea,
ndio uone kama hii bomba itafanya nini, itasimama. Sasa huyu mwanamke, huyu mama akaniambia, pole kwa kuita mwanamke pole. Huyu mama akaniambia sasa wakati walipofika kwa nyumba, kama unajua tu kawaida, hata kama umekosana na huko nje, lazima ukifika kwa nyumba, kama una respect wa husband, lazima umfanyie vitu zake, kama kumuoshea, kumwekea maji ya kuoga, kama ni chakula lazima umtayarishie kila kitu. Lakini wakati walipofika kwa nyumba, bado anampigia kelele, mwanamume anampigia kelele, akimwambia wewe ni wanaume wako, hata hiyo kazi unaendanga si kazi, ni wanaume unafanyanga nini, unaendanga kurara na wao, ama unapanga na wanaume, ati sio kazi unaendanga. Juu mwanamke alikuwa amechoka, na alikuwa yani akitoka kazini kuna ile mizigo anakuanga amebeba, maunga, masukari, yani kila kitu ndio at least watoto wake wakae nini, wakae vizuri. Lakini wakati walipofika kwa nyumba, mwanamke akakuja akanyamaza, akakuja akamshemshia maji, akampelekea kwa bafuni. Lakini wakati alipomwambia fulani enda ukaoge, mwanaume akachukua miguu akaenda kwa mbafu. Lakini kwa ile mbafu ule mwanamke alikuwa ameshemsha maji, lakini akamwekea maji mengine kando, akifika pale ndiye apoesha yenye anafanya nini? Anataka. Amemwekea maji moto kando na maji baridi kando. Lakini wakati mwanaume alipoingia pale, juu alikuwa anataka tu kisirani, ama alikuwa anataka kitu yenyewe atapiga huyu bibi ama watakosana. Alitoka mbio. Akamwambia ulikuwa unataka kunichoma. Kwa nini unataka kunichoma? Akamtaka nikuchome juu ya nini? Juu ya wanaume wako ndio unataka nikufe, ndio ubaki na wao na akamwambia hapana. Sasa ikakuwa ikakuwa ni vita. Sasa ndio nikuje kusema hii story juu nimemuuliza kama niongee. Huyu mama alioreka na watoto watatu, na tena amepata, na huyu mwanamume amepata mtoto mdogo. Sasa ikakuwa ni maruhusiano mbele ya watoto. Na ujue kama wewe ni mama, umeoleka na mtoto, kwanza extreme wa msichana ama wa kijana, wakati mnaruhusiana maneno, mkuwa mnajichunga sana. Sababu huyu mwanamume alianza kutuzi huyu bibi mbele ya watoto wake. Na watoto wanajua kabisa huyu sio baba yetu biological, lakini baba nini, baba mlezi, ndio anakaa na mamake na wanampatia heshima kama mama yake. Kumbe ingekuwa tufita tulikuwa tunaingia hapa katikati, ule mtoto alikuwa anasoma kulingana vile huyu mwanamume alikuwa anakuja na anapigia huyu mama kelele. Na ikafika mahali sasa mtoto yani huyu bwana akakaa ni kama anataka kugonga mama, anataka kugonga huyu mama. Ule mtoto alisikia mauchungu. Na sisemi kama wewe lazima tukue na hekima. Kama wewe unaoleka na mtoto, hata mimi nioleka na mtoto, lazima ukue kiafu. Wakati alipokuwa anataka huyu mwanamume alikuwa anataka kuonga huyu mama, alikuja mtoto akasimama katikati. Akapiga babake, akampiga sijui alimpiga mbili tulika ndogo, katoto ni kadogo. Akamwekelea kofi, akamtandika. Akamwambia wachana na mamangu. Na tena hapo mtoto akaona hajatosha. Alienda akachukua ile maji ilikuwa baridi, akakuja akamwagilia huyu baba. Sasa na alafu huyo mtoto alitusi huyu baba. Akamuita tumatusi hapo. Hata kama haikuwa kubwa lakini alimtuzi. Juu sio vizuri mtoto kutuzi mtu mkubwa. Akuwe ni babako, akuwe sio baba yako, akuwe manakaa na mamako, hiyo sio mzuri. Lakini juu ile uchungu mtoto ako nayo, alimuita mavi ya shetani. Lakini ikakuwa sasa ni kitambi. Huyu baba anasema wewe ndio umefundisha mtoto wako kunitusi, ndio sio mimi, sio baba yake, au sijui nini. Na ikakuwa furugu sasa. Jameni, nataka tusaidie huyu mama. Juu ananiuliza nifanye nini? Mimi kama mimi kenye nilisemanga, siwezi ambia mwanamke toka kwako. Juu mimi niko kwangu. Hata mimi nimeoleka na mtoto. Na hata mtoto mimi namwambianga lazima huyu ni baba yako na ni lazima umpatie heshima. Na hata kama mzee ni mbaya aje, lakini hapa nataka tuangalie na ango nyingine. Enyewe mtoto alikosea, lakini tutalea hawa watoto aje na tunataka kujenga maboma. Hatutakaa single forever. Juu wakati hata unachukua simu, mnaongea na mtu wako hivi, mtoto akiwa hapo, huyo mtoto atawika kutoka kwako. Unaona? Juu ni watu wengi sana nasikanga wameoleka na watoto, unapata huyu mama, yani vile wewe sisemi huyu mama amefundisha huyo mtoto kutuzi huyu baba.
Lakini hata ile tabia huyu baba anafanya, wacha tuongee ukweli, wanaume kama wewe uko hapo unajua unafanyanga hiyo tabia, tafadhali acha. Kama unajua ukipata mwanamke mwenye anajitolea mpaka kufanya kazi, anakupatia heshima yako, wacha kuanza kumrudisha kwenye alitoka. Hiyo sio mzuri. Ndio hata kuambia mwanamke ati uliachwa njoo ya hii tabia sio mzuri. Sio mzuri jameni. Hata kama we ni mama, umepata mtu ako na mtoto, umepata bwana ako na mtoto, wacha kuchukua advantage ati ndio amepata na mtoto, uanze kumuingililia. Ndio nimesema hata leo tafadhali nawaomba tu. Nilikuwa nimekaa bila sana kufanya video, lakini leo hiyo kitu imeniumiza. Kitu kingine naweza wauliza, tafadhali kama wewe uko hapo unajua kuomba, kumbuka huyo mama. Tukumbuke hii dunia yetu. Juu saa hizi Shetani najua kuna kitu moja anapigananga nayo isisimame, ni mambo na ndoa. Shetani anajonga kabisa ndoa zikisimama, mambo yote itakuwa mzuri. Tafadhali guys, kama uko na kitu unaambia huyu mama, drop your comment there. Drop your comment. Afanye nini? Juu mimi akiniambia, mimi nimemwambia kitu moja, ni vizuri mpaka huyo mtoto umkalise chini. Mwambie hata mkikosana na bwanako asiwe anaingililia. Lakini akaniambia ni ile uchungu mtoto alikuwa, sikatai, juu kila mtu anakuanga na uchungu. Na hata wakati unafanywa vibaya kama wewe, hata naonanga hata tusiseme ni mtoto wa kukuja. Tuseme for example, wewe ni mwanaume na wewe mko na bibi yako. Mmesea watoto. Kwanza expose watoto wa vijana. Mimi nimeona mpaka baba akitandikwa na watoto wake kujisalia. Sababu ya nini? Akianza kuleta vulugu ama aanza kupiga mamake mbele ya watoto na amekula shida, anakuja kazi yake ni matusi, hakuna amani kwa hiyo nyumba. Watoto hata siku hizi jamii wanatandika mababa zao ama wazazi wao. Sababu ya nini? Ya kukua, yani lazima mpatiane heshima. Kama wewe ni mzee, love your wife. Na wewe bibi, respect your husband. Na hiyo ndoa itaweza kuendelea. Mimi Kenya ninaweza sema jioni ya leo, wenye wanawati asubuhi, najua kuna wenye watawati mchana, saa hizi Kenya ni masaa ya jioni. Ninawashukuru sana. Nawashukuru tena sana sana. Na wenye wanataka kuniongeleza kwa nambari yangu ya simu ni 0704921581. Na tafadhali ukiuliza swali usikuje na nia nyingine, uliza tu swali na nitakusaidia. Thank you guys for watching my video. I'm Vanilla and I love you so much. Bye guys.